Dhambi ni mzigo mzito. Mzigo wako huna mahali pa kuutua, ni kwa Yesu peke yake. Wanenaje juu ya nafsi yako? Akasema, mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, inyoosheni njia ya Bwana, kama alivyonena nabii Isaya. Yesu amesema, mwanadamu mwapotea kwa kuwa hamjui maandiko. Na wale waliokuwa wametumwa walikuwa wametoka kwa Mafarisayo, wakamuuliza, mbona basi wabatiza ikiwa wewe si Kristo wala Elia wala nabii yule? Akawaambia, mimi ninabatiza kwa maji, lakini anenaje? Ile neno karibu nayo katika kinywa chako na katika moyo wako, yaani ile neno la imani tulihubirilo. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Huu ndio ushuhuda wake Yohana, Wayahudi walipotuma kwake makuhani na Walawi kutoka Yerusalemu ili wamuulize, wewe u nani? Ndugu zangu, nawaletea habari njema. Kuna habari njema, kuna habari mbaya. Lakini mimi kama mwinjilisti wa kujitegemea, Mzee Robert Bendera, na kuletea habari njema. Habari za Yesu Kristo anayeokoa, anayeponya. Huyo ana huruma nyingi, ameutoa uhai wake kwa ajili yetu. Angalia ndugu zangu, niwaambie, uovu uliopo sasa hivi ni mkubwa. Lakini palipo kutubu, utatarajia kwenda mbingu gani? Yesu anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Hakuna pumziko mahali popote. Pumziko ni kwa Yesu. Hakuna nabii, hakuna mtume yoyote aliyesema kwamba njoni kwangu ninyi nyote msumbukao. Ni mtu mmoja tu anaitwa Yesu. Yesu ana uhakika. Lakini ukiangalia katika Yohana 14 mstari wa 1 mpaka wa 4, Yesu anasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa Babangu mna makao mengi, kama Simoni ningaliwaambia, maana nenda kuandalia mahali. Basi niende kuandalia mahali, nitakuja kuwakaribisha kwangu, ili mimi nilipo na nyinyi muwepo. Nani ambaye angekuwa na kauli hii? Manabii wote, mitume wote. Yesu ana uhakika kuandaa makao. Lakini nikwambie ndugu yangu, yale makao yana masharti. Sio kwamba ataingia tu kila mtu. Makao yale kahaba haingii pale, wala mlevi haingii pale, wala muongo. Pale panaingia watu ambao wamemkubali Yesu, ambao wametakaswa na damu ya Yesu. Ni lazima umpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wako. Na Yesu anaita, ukisema Ufunuo 3 mstari wa 20, anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nitakula naye, naye pamoja nami. Ukitaka ukale na Yesu mezani pake, lazima utubu. Lazima utubu. Maana Biblia inasema watu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Inatakiwa uamue leo. Maana wewe unasema kwamba mimi ninao dini yangu. Sawa sawa ndugu, unao dini yako, tena safi. Lakini na dini yako mbona kahaba? Na dini yako utoa muongo? Mbona mwizi? Dini haitakusaidia chochote. Ndio baada Yesu aliposema, njoni kwangu ninyi wote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Dhambi ni mzigo mzito. Mzigo wako huna mahali pa kuutua, ni kwa Yesu peke yake. Ndiye aliyetoa uhai wake kwa ajili yetu. Yesu amejitoa kwa ajili yetu, ametupenda. Ndio maana ukisoma Yohana 3 mstari wa 16, asema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mwanadamu anapotea maana hujamwamini Yesu.
Ukimwamini Yesu hutapotea. Yesu ni pumziko. Ukienda kwa Yesu utapumzika na matatizo yako na dhambi zako. Lazima uzilete kwa Yesu. Pale Yesu msalabani, amepigwa msalabani pale, ameteswa kwa ajili ya dhambi zako wewe mwanadamu. Wanadamu tumemkosea Mungu, lakini lazima umpokee. Wewe unayo dini lakini una wokovu. Yohana 1:12 inasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si mapenzi ya mwili, wala si mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Wewe una huo. Kama ni Mkristo, una Ukristo wa mtu, sio ulioamua wewe mwenyewe. Ukristo lazima uamue mwenyewe, lazima uamue mwenyewe. Soma Warumi 10 mstari wa 8 mpaka 13. Hebu tusome. Lakini anenaje? Ile neno karibu nayo katika kinywa chako na katika moyo wako, yaani ile neno la imani tulihubirilo. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata upata haki, na kwa kinywa hukiri hata upata wokovu. Kwa maana andiko lanena, kila mwaminie hata tayarika. Kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani, maana yeye yule ni Bwana wote, mwenye utajiri kwa watu wamwitao. Mstari 13, kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Lazima ukiri mwenyewe huo Ukristo jamani. Ukiri mwenyewe, sio Ukristo wa kulisi kwa wazazi. Una Ukristo wa wazazi. Wewe hata wewe mtoto ambao umezaa na mtu aliyeokoka, bado wewe una wokovu kwa wazazi. Lazima ukiri mwenyewe. Lazima ukiri. Natoa wito, njoni kwa Yesu. Yesu ni njia na kweli na uzima. Uzima utaupata kwa Yesu peke yake. Utapata uzima kwa Yesu. Yesu amesema, mwanadamu mwapotea kwa kuwa hamjui maandiko wala uwezo wa Mungu. Lakini amesema Luka 20:45, anasema ndipo wakafunulia akili zao wapate kuelewa maandiko. Wewe hujakaa kwenye neno la Mungu. Ndio maana unakwenda tu unasema nina dini yangu, ulevi hapo hapo, uongo hapo hapo, wizi hapo hapo, uchawi hapo hapo, ukahaba hapo hapo, mambo maovu yote yakupata na dini yako. Dini itakusaidia nini? Dini kama kidonda tu. Dini ni kama kidonda, unatemea nacho. Lakini kidonda hicho hakitapona ni mpaka umpokee Yesu. Yesu ni Mwokozi, amekuja kuokoa na kutafuta kile kilichopotea. Mmoja alikuwa mimi. Unaona wanadamu hata wameandikiwa sigara ni hatari kwa afya yako. Lakini kila saa anafanya pua zake exhaust ya gari. Pua kwenye moshi. Lakini wanaotengeneza ni mnawapenda. Wameandika ni hatari kwa afya yako. Lakini angalia shetani alivyoacha mwanadamu aangamie. Anavuta tu. Moshi unatoka kwenye pua. Ukisoma Ayubu 41 mstari wa 20, inasema moshi hutoka katika mianzi ya pua yake kama nyungu itokotayo na manyasi ya wakayo. Pumzi yake washa makaa na miali ya moto hutoka kinywani mwake. Asema katika shingo ukaa utisho na maumivu ya nyama ushikamana. Mvuta sigara yote ana kidonda kinadai moshi. Njoo kwa Yesu, kidonda hicho kipone. Yesu anaita, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao nenye kuelewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ndugu yangu, kama una swali lolote, unataka swali lolote, nipigie simu, niulize, nitakupa jibu, maana Biblia ni jibu. Namba yangu ya simu utaiona ikipita hapo kwenye runinga. Basi wewe nipigie simu, uliza swali lolote na mimi nitakujibu kutokana na neno la Mungu. Maana Biblia ni jibu. Mungu awabariki sana. Twendeni kwa Yesu. Twendeni kwa Yesu. Njoni kwa Yesu. Muwe na uzima wa milele.
Asanteni sana. Amen. Ndiyo, tunaposema Lifetime Store, hawa ndio wakali Tanzania wanaosifika na uuzaji wa bidhaa bora za kielektroniki. Wana bidhaa zifuatazo kama mashine za kufua nguo kuanzia kilogramu 7 ambazo hizi nazo zinafua nguo pamoja na raba, nikimaanisha viatu vya aina zote. Wana mashine za toleo jipya za mifumo miwili, nikiwa na maana semi automatic, yani mfumo wa automatic na manual kwa wakati mmoja, na mifumo yote miwili inafua na kukausha. Mashine hizo wanazo kuanzia kilogramu 10 mpaka kilogramu 27. Hizi hapa ni nzuri sana kwa biashara ya dry cleaner, au kama unataka kuanzisha biashara ya dry cleaner au familia ya watu wengi, mazingira ya familia nyumbani, hizi ni beta sana kwa matumizi hayo. Lakini pia hatujamaliza, tuna mashine za kufanyia usafi ikiwemo hii hapa. Hii hapa ni DIC Sofa Polisher. Ni mashine ambayo inasafisha tiles, sofa na uchafu sugu wote, inasafishwa kupitia hii hapa DIC Sofa Polisher. Hatujamaliza, pia tuna hii hapa ni pasi ya mvuke ambayo hii hapa inaitwa garment steamer. Pasi hii unatia maji, alafu ule mvuke sasa ndio unanyosha nguo zako pasi vizuri. Advantage ya hizi pasi ni kwamba pindi tu unapokuwa unatumia hautaweza kuunguza nguo zako kabisa, lakini pia kubwa kuliko ni kwamba inatumia umeme kidogo sana. Hizi hapa ni garment steamer. Hatujamaliza, pia tuna hii hapa pasi nyingine inaitwa Deluxe. Pasi hizi hapa ziko na tofauti na zile pasi za zamani ambazo tumezizoea. Pasi hizi hapa nazo hazitumii umeme mwingi kabisa na zinanyosha nguo vizuri kabisa. Tukiamia msimu wa joto kali, tumewaletea hizi hapa Hyundai Air Condition ambazo tuna BTU F9, tuna BTU F12, tuna BTU F18 ambazo bei zetu ni tofauti na wauzaji wengine ambao wanauza air condition. Yani bei nafuu na ni kitonga. Tukimalizia kwa upande wa air condition, tuna hii hapa portable air condition ya BTU F12. Nazo hizi ni nzuri sana kwani zinahamishika popote pale. Unaweza kuiweka chumba kimoja, ukaichukua tena ukaiweka chumba kingine, hata ukaiweka chooni pia ni sawa. Nazo zinatumia umeme kidogo. Kwa upande wa mapishi, tuna hizi hapa Professional 11-in-1 air fryer. Air fryer hizi hapa unapika vyakula 11 kwa wakati mmoja kwa kutumia air fryer hiyo moja, na ina unyama sana kwani inatumia umeme kidogo nayo. Bidhaa zetu ni nzuri sana. Hatujamaliza, tuna hizi hapa mashine za kunolea visu ambazo hizi hapa ni knife sharpener. Hizi hapa ni nzuri sana kwani zinanoa visu kwa umakini zaidi na visu vyako vinatoka vikiwa vikali kabisa. Tuna bidhaa nyingi za kielektronic. Cha kufanya, wasiliana nasi kupitia nambari hizo hapo chini za agent wetu kutoka kampuni ya Lifetime Store, lakini pia tembelea katika social network zetu ambazo tunapatikana kwa jina la Lifetime Store, Instagram na YouTube, Odessa Electrical Technology. Karibuni sana wateja wetu.